Wewe upo pia kama nyanya. Ukiwa kwenye tenga umeoza. Ukishushwa kwenye tenga umeoza. Utakavyostaarabika uko pale pale kwenye lile shamba bado hujatolewa. Nakujua. Na unanijua vizuri sana. Domo langu unanijua. Nikienda kumsuta mtu lazima nimtie vichwa. Bibi nitakukunja nitakutia vichwa hautaamini macho yako. Na kwenye kile kikundi changu cha stakishari utakiona kama vile kituo cha polisi. Unanielewa vizuri nadhani. Yaishi hapo pa. Maana huo ndio umbea uliokuwa unautaka. Nishakubonyeza, umebonyezeka. Tulia kwenye laini yako. Mbona uko hapa? Alafu mbona uko peke yako? Mwenzangu yuko ndani. Ndani? Ndani anafanya nini? Anarekebisha. Bwana ndugu yangu, pole sana. Asante. Ndio hivyo yani. Nimekuelewa vizuri kabisa. Na sio tu kukuelewa kwa sababu hata nyumbani pia nimeshafika pale nyumbani kwako. Hili swala unataka kulifanya, usikurupuke. Usimuache. Komaa mtoto wa kiume. Sawa? Ndoa ndivyo inavyotaka. Ndoa inahitaji uvumilivu mwanangu. Yaani anarekebisha. Kwa mzee mambo yapo ndani? Amna, ndani wako wawili. Wawili? Vipi, usharekebisha? Hai. Wewe usimuache, atabadilika tu. Kwa kuwa wewe ndo mwenyewe, wewe ndo mume wa Sijari. Sawa? Sijari atabadilika kupitia wewe ukiamua kumbadilisha. Unachotakiwa kufanya sasa hivi focus na kupambana. Tafuta hela. Kwa sababu unafikia stage mwanangu wewe haufanyi kazi. Yaani ni mtu wa mawazo, ni mtu wa kulalalala. Sasa hatutakiwi kuishi katika hivyo. Mimi mwenyewe usinione hivi na shemeji yako pale tumepoa katika mazingira hayo. Mimi mwenyewe nimepitia vikwazo kama hivyo hivyo. Vingine inawezekana vimekuzidi wewe. Lakini mimi mwenyewe nilipambana. Wewe mwenyewe hujui nilichokuwa napitia. Kwa sababu gani? Niliamua kutumia kolomelo langu mwanaume. Sawa? Nilipambana, nika force mambo yakawa vizuri. Sasa hivi mimi shemeji yako ananielewa na tunaenda sawa, hana matata. Kwa hata wewe itakuwa hivyo hivyo. Pambana ndugu yangu. Achana na masuala ya kumuwaza muda wote, sijui kafanya nini. Wewe unachotakiwa kuangalia huyu ni mkeo na mnamuendo vipi. Sawa ndugu yangu? Karibu tena. Ukijisikia muda wote una shida wewe nione. Kwa hiyo sasa, Dada shikamoo. Baba mambo. Poa. Weka vipi mwanangu, wewe tuondoke kazini. Yaani sasa hivi wewe pambana na kazi sana, hizi stress za mapenzi zitapoa. Stress za mke zitapoa. Mwanangu tuingie kazini. Yaani mama, yaani wewe uko noma kabisa. Yaani hata mawazo wale huna. Yaani mwenzako kama mimi nipo nimechanganyikiwa, sielewi naenda kujibu nini. Lakini mamangu wewe yaani upo fresh kabisa, yaani hata uwazi. Hivi wewe Sijari, unataka nistuke na nini? Mimi kwangu kawaida tu. Kwani mwanangu nikuulize. Hii ndio yako ya kwanza? Hii ndio yako ya 7. Akikuacha wapo wengine wengi tu utaolewa mwanangu. Tena hiyo ndio utakaoolewa nyingine hiyo ya 8. Mbona itakuwa pambe tu? Yaani nitashughulika kuliko taa hii.
Unachokiogopa kitu gani? Mama, lakini unaambiwa kwanza usikate mti kabla hujapanda mti. Siwezi kwanza mimi kukata mti wakati mti sijaupanda. Yaani sijapata mume mwingine niende nikamzaa mume wangu. Sio kweli mama. Odi. Odi. Wenyewe. Karibu. Hata Odi atusikii. Shoga yangu. Wewe ishia hapo hapo. Wewe fisadi kiwembe asidi wewe. Uso fadhila ukafadhirika. Haya unataka nini nyumbani kwangu? Tena wewe mara ya mwisho kuingia nyumbani kwangu ilikuwa siku ile kuwasiliana na Mama Sijari kuniletea Kigoma nyumbani kwangu na kunifanyia uasidi kuongea maneno kwa Mama Sijari. Haya, mwenyewe uliona umpata shoga Wapo kibao wanaokutaka. Tena wengine wanakuja kunisumbua pale nyumbani. Wanatamani wengine uachike leo kesho. Mimi ukiachika kwangu mipande. Hamna shida. Tena mwanangu uliondoka umechunda, ila umerudi mwanangu kinanda. Vipi unaniachaje? Mama, yaani hapo unavyoniona mweupe, sina hata hela, sijapewa hela. Yaani Sijali, sitaki kukusikiliza au kukuelewa. Sijali, mwanaume kaja mtamu. Tena na madola yake, si madola yake huko. Mtu atoke Ulaya akuache hivi. Usimtanie kabisa. Wewe mtu atoke Marekani akuache hivi kabisa. Sijali wewe usiniungope. Mimi mambo nishapitia sana hayo. Kama mkuu. Mami naondoka. Sasa Sijali, usisahau unitumie basi. Hivi shoga yangu hajaisha tu. Yanaishaje kwa mfano? Yangekuwa kwa yangeisha. Yanaisha kwa mangapi? Shoga yangu. Kilichonileta mimi nimekuja kukwambia kuhusu huyo mumeo. Kuhusu mume wangu? Mume wangu amefanyia? Kumbe hujui. Mume wangu jamani wao. Mume wangu. Nimekumiss pia jamani. Asa mbona hujaniambia kama unakuja? Sasa narudi kwangu nikupigia simu. Ila naomba unisikilize. Tulipanga zamu na mume wetu. Kwa wiki siku 2 kwako, siku 2 kwangu. Lakini cha ajabu, wiki ya pili upo kwako. Na anipigii simu na nikimpigia wala apokee, hata meseji zangu ajibu. Kia Mungu. Yaani maana nacheka, unaweza kusema kama vile ninadharau. Kumbe sina hata dharau. Yaani mimi ndio za namna hii ndio ninazozipenda. Yaani umerara. Unatakiwa uchangamke, yaani tukutane kwa waganga nini? Tumepewa viungo tukavunje, tupewe nazi zile twende tukatupe njia panda. Lakini wewe umerara, umedolola. Shemeji karibu. Amna shemeji. Mimi ndo nilikuwa naga ndo nilikuwa natoka sasa shemeji. Karibu sana shemeji. Ndio, mimi nakwenda shoga yangu. Haya. Jamani nimekumiss. Mimi nimekumiss sana. Umependeza mke wangu. I swear to God, yale umekuwa mwanamke fulani tofauti kwa kuacha. Kweli? Yes. Au jioni. Wewe ndio umependeza. Yaani kule Marekani akuongopi jamani. Umeng'aa ule weusi choo umetoka. Sasa hivi unaona melemeta, si ndio? Hata mke wangu umependeza sana. Haya mume wangu nashukuru. Yaani hapo tunakuwa kama vile refari akipiga filimbi, golikipa kachukua mpira, mara kaudaka, mara huyo bondia kachukua ngumi, kamtwisha mwenzi. Yaani mambo hayo mimi ndo nayapenda. Lakini wewe umelala umepooza kweli kweli. Yaani mpaka nilikuwa najiuliza ndoa hii sijui itachangamka mwaka gani, sijui itachangamka lini. Lakini leo umeuvunja ukimya shoga yangu. Mimi nitaongea naye, hakuna shida. Yaani usio na wasiwasi kabisa. Mimi nitazungumza naye. Na ukiona hivyo kanogea sana kwangu. Wasoma maandika. Tena madogo wana nafuu. Habari ndio hiyo. Mimi nitazungumza naye. Atapunguza yale mambo, maana inabidi nao jizidishe mahaba ya kwenye misosi nini. Habari ndio hiyo. Makubwa leo. Madogo wana nafuu. Umerudi una siku ya 3 nyumbani kwa mama yako mzazi hujafika. Hivyo unamaanisha nini wewe mtoto? Nenda pale kwa dada yangu nimeenda kumsemea mbovu, nikajua wewe kweli umefika, kumbe wewe hujafika uko mitaani. Ukumbuke mimi na babako tumezaliwa wawili tu.
mimi na mama yangu. Lakini mimi nimetoka hapa na povu kwa sababu habari zote za mtaani nimezipata. Kwamba wewe bwana umerudi unalandalanda tu kwa mtaani. Si umefikia gesti, umefikia hotelini, unajua mwenyewe. Naenda kwa dada yangu, hajui. Nimepata habari zenu zote kwamba mmekuja nyumbani kwangu na mmeingia mpaka ndani. Nyinyi wa kutembea na mke wangu mimi nyinyi? Mkeo gani bwana, tumetembea naye wapi mzee? Mzee mlegezee kamba, mwenzako anaumia huyo. Ananiuliza. Sio huyo tu, pamoja na wewe. Wote nyinyi mmekuja nyumbani kwangu, mmekuja kufanya nini? Wewe mzee Momba, ngoja kwanza nikupe feedback. Ngoja nikupe feedback. Sio feedback. Feedback. Sio feedback. Ni feedback. 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 Ni feedback. Sinichanganye. Huo bishani wenu mimi siutaki. Ninachosema, kwa nini mfike nyumbani kwangu na mmekuja kufanya nini? Kinachokufanya usifike nyumbani ni nini? Nimekosea sana. Unaelewa. Lakini kutokurudi kwangu mimi nyumbani mapema ukaa hotelini sio kwamba hapa nilikuwa na enjoy na wanawake au nilikuwa nakula wala hapana. Kuna container za watu bandarini. Ndio sitoki. Na udije nyumbani wakati nina kazi nyingi. Sio kwamba nimemdharau mama. Wapo nimekosea, naomba mnisamehe sana. Nisamehe sana mama. Kufanya umekosea sana. Tena umekosea kwa asilimia zote. Inabidi nilipotoka huko tu urudi pale nyumbani kwenu. Sasa wewe uko mtaani huko unalanda. Hivi unamaanisha nini? Huko sijui uko ndo unajichana huko mwenzetu. Mapiza, sijui nini mama. Sisi hujui wazazi wako tunachokula pale nyumbani. Na kwa nini nyinyi mtembee na mke wangu? Hata sina kanya kupea feedback bana mzee. Yaani unajua sisi tulipita pale kwa mkeo. Tulipopita mkeo akatuita tumrekebishie kitanda chake. Akasema kitanda kimebomoka. Haya hapo si kosa letu nini? Au tumekosea kukurekebishia kitanda chako wewe na mkeo? Yaani tenda wema nenda zako. Mimi sio kwamba nilikuwa na enjoy hapana. Nilikuwa si enjoy kabisa. Na ndio maana naomba radhi sana mama zangu. Especially wewe mama mdogo, nakuomba sana radhi. Nimekosea wewe na mama pia nimekosea. Lakini nilikuwa na kazi mlimbikizo nyingi sana. Tangu nirudi Tanzania sijatulia kabisa. Na sio kwamba mama sina kumwangalia, nitaenda. Hakina umeme, hakina palasta, hakina chochote. Mtoto amerudi Marekani, uko mitaani unalandalanda. Kwa wakati mwingine wanavyosemaga, mtoto wa kiume ni mtihani. Bora mke wako awe na moyo aje kutujua sisi. Mke huna. Wewe mwenyewe kutujua hutujui. Utatoka sisi kweli? Baba ya tabia mimi sijaipenda. Tuna sijaipenda kabisa. Cha msingi hapo. Hai. Unaniachaje? Najua. Kwanza nisameheni. Kama kweli mmekuja kurekebisha kitanda. Kwa sababu mke wangu kweli alikuwa na hilo tatizo la kitanda. Lakini mlivyokuja kurekebisha hakuna kingine chochote mlichokifanya. Tufanye nini mzee wangu? Si tuna nguvu gani? Eti na mkeo wewe mzao bure tu. Yaani hawezi kufanya mambo hayo. Yaani sisi tuna nini? Hebu tuangalie tuna nini? Basi naombeni mimi mnisamehe kwa sababu kuna sehemu nimepata hizo taarifa kwamba mlikuja nyumbani kwangu na mkaingia mpaka ndani. Uongo huo. Sasa kama ni hivyo, endeleeni na shughuli zenu vijana. Mnisamehe sana Tumekusamehe mzee wangu. Feedback. Ni feedback. 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 Feedback bana. Feedback ndo kizungu. Ngoja niende hivi, afu mimi naenda kutafuta watu wengine. Huo mpango wako unataka ndakufanyia. Hiyo nitakutafuta sasa. Sina uhakika. Mama usi unaniamini mimi mwanao? Mimi nakuamini. Lakini hapa hadi sasa hivi hapa. Yaani sijui kama hivyo vidola kipo hata kidola kimoja. Uwezo kaniambia mimi baadaye. We baba. Haya sawa. Kwa hiyo umeshaniambia baadaye nitafanyaje? Unataka kupendeza hivi? Yaani huu ndio mwanzo. Yaani nitapendeza na nitapendeza tena na nitaendelea kupendeza. Ndio kwanza picha linaanza kwenye kama unaona. Yaani kama movie ni trailer dada. Yote 9:10. Hicho sio kilichonileta dada. Kilichonileta ni hichi. Unaona mguu? Mguu ni wa kwako dada. Nimetoka kwenye mihangaiko yangu nikasema nipitie kwa Alimadeku. Nimefika kwa Alimadeku pale hata kabla sijatoa begi langu chini.
Akaniambia mimi nina ujumbe wangu, tena ujumbe mzito. Yule mdodo sasa aniambia ujumbe gani? Kashindwa kuniambia kutokana na mume wake yuko pale pale. Alichoniambia sasa, nenda kwa Melissa. Melissa tunakupa ujumbe wote kamili. Kwa unavyoona mguu dada, nimekufuata wewe. Uniambie ujumbe wangu ili nijue kama nasuka ama nanyoa. Yaani kula na yaweza ni madeni jamani. Eti ujumbe nao mimi? Singelikwambia yeye tu jamani. Sasa kama kuna kitu unajua simwambie na wewe. Unataka kusikia au mbeo umekuasha? Labda kupoteza. Na muda hapa hata nyumbani kwangu sijakanyaga. Kama mnaniambia ujumbe niambie niondoke mwenzenu ili nijue naanzia wapi au naishia wapi. Basi unafikiri ujumbe wenyewe wa maana? Ujumbe wenyewe wa kawaida tu. Shemeji, yani mumeo anakutafuta. Tena anakutafuta aswa. Anakutafuta tu. Amevimba mpaka anakaribia kupasuka. Na siku ile nilimwona shemeji ana mashavu makubwa. Kumbe ana mashavu akikasirika. Mwenyewe alikuwa na kimfuko chake. Si cha matunda mwenzangu. Sijui alikwenda kukupelekea wewe, sijui alikuwa anakipeleka wapi. Alivyotuona sisi, tulivyoongea nao, tulivyomaliza kuongea naye. Shaka tugawe mzigo wa matunda. Tukafurahi wenyewe kupata matunda. Ila sasa kwa wapi? Na kwa nini unatoka bila kuaga jamani? Nilikuwa wapi? Nilikuwa napataka. Dada, nilikuwa nimefungiwa. Leo ninavyokuambia na siku ya 3 hata nyumbani kwangu sipajui. Hata uwanja wangu siujui ukoje. Umefagiliwa nani sijui. Na siku ya 3 dada nipo kwenye hoteli. Nipo kwenye bonge la hoteli. Nilikuwa na mshefa wangu na mbaba wangu. Yaani sio kibaba, mbaba. Umetoka majuu huko? Ndio ulikuwa umerudi. Sasa nikasema mimi nipoteze fursa. Nisijecheza hata na fursa dada. Nikasema niziwa hizo hela kabla hata sijaenda kokote. Kwa hiyo ndo nilikuwa nimefungiwa na siku ya 3 dada nipo kwenye hoteli. Hoteli na vioo, marumaru chini ndo usisemi. Yaani najiangalia kila kona. Sasa unaona sasa. Unaona mikono dada. Na siku ya 3 sipiki, sio shivyondo, sifui. Mikono milani kama mtoto mchanga. Sasa kikubwa kuliko. Naagiza chakula dada nakula, afu tunakula tena. Nakula, tunakula tena. Yaani nakula, tunakula tena. Fanya kama unaona. Hebu tuone. Kweli mikono milaini. Kwa ushahidi ndugu wangu. Mama tango zilivyonyilitika hii mtoto. Nimeona siku 3 tu. Sasa. Mziki na bahati yako mwenyewe mjini. Hata mabwana wametoka juu. Sema kingine mdogo wangu. Inabidi ubadilike. Wewe sasa hivi umeshakuwa mke wa mtu. Kwa hiyo kuna vijitabia vingine hivi visivyoeleweka, visivyokuwa na miguu. Uviache. Mbona mumeo katulia tu yule jamani Sina mkaka watu anamuonekana. Yaani hata ukipita naye barabarani ukisema jamani na mume wangu huku nyuma, kila mtu anageuka. Shoga, ndoa ina meno. Angalia sije kakung'ata. Hapo kwenye meno. Yakining'ata. Mama yangu yupo ananipuliza. Alafu mimi nashangaa. Hivi nyinyi siku 3 mnaona nyingi Sikiza sasa nikwambie. Ndoa yangu ya kwanza. Mimi nilikuwa wiki 2 sionekani. Yaani mwanaume anatafuta vibaya. Ndoa yangu ya pili, yaani mimi mwezi kutokuonekana nyumbani kawaida. Ndoa ya 3 wenyewe. Yaani nilikuwa ni mwanaume anatafuta, hajui nilipo. Yaani sijulikani nilipo. Mimi sasa nimetulia mimi. Yaani mimi nimetulia kabisa. Yaani mimi nilikuwa kwenda baa kukaa wiki nzima kunywa kulewa kupanda juu ya meza ndo kawaida yangu. Sio shida zangu. Nashangaa ninaposema mwanaume anatafuta akapoteza kibanda cha ulisi jamani. Producer Makodi, kongosa, piga vitu wewe.